uvike ujasiri, useme sitaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya pili, kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa 9 na wa 10, tunaona maneno ambayo Mungu anasema na wewe katika wasaa huu. Wewe ambaye unanisikiliza, uliyekuja hapa, naona una wasiwasi, una mashaka, una hofu, una mashaka ya maisha haya, una hofu ya kurogwa, una hofu ya kuamua maamuzi. Hapana, sikiliza neno hili ambalo lipo katika kitabu cha Ufunuo leo. Mungu anasema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Anasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya pili ule mstari wa 9 na wa 10. Neno linasema, naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayo kupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu ni ujumbe ambao ulijia kanisa ambalo lilikuwa pale Smirna. Mungu anampa ujumbe wa makanisa 7, mtumishi wake Yohana aupeleke kwa makanisa 7. Lakini kwa kanisa la Smirna Mungu anapeleka ujumbe wa ajabu sana. Anapeleka ujumbe wa kuwatia moyo na kuwajenga katika imani, ili wasimkatae Mungu kwa sababu ya mazingira yanayowazunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anawapelekea ujumbe wa kuambia kwamba pamoja na kwamba unapitia dhiki hiyo, pamoja ya kwamba unapitia gonjwa hilo, pamoja ya kwamba unapitia njaa hiyo, pamoja ya kwamba unapitia matukano hayo, pamoja ya kwamba unapitia umaskini huo, anawatia moyo, anawaambia usiogope. Amen. Kwa sababu wewe ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifuatilia jumbe zilizoachiwa kwenye makanisa 7, ili moja tu ndio lililoambiwa ni tajiri. Amen. Haleluya. Amen. Sasa na mimi leo nimepewa ujumbe huo kukwambia wewe ambaye umemwamini Kristo katika zama hizi za mwisho. Ni kweli mapito unayo ni mengi, hayahesabiki. Hata nimekwambia andika kwenye karatasi tuombe hapa, ni mengi. Unajiuliza, je, mbona nina hali hii wakati mimi nimeokoka? Unawaza Mungu atafungua mlango ili nipite hapa. Lakini leo ujumbe huu unakuja kwako wewe uliyemwamini Yesu. Anakutia ambaye anakuambia, mwanangu, usiogope. Mazingira ulionayo anayajua, dhiki ulionayo anaijua, shida ulionayo anaifahamu, lakini anakutazamisha ya kwamba usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana wengine wameshaambiwa maneno na watu. Tangu umeokoka, tangu umemshika huyo Yesu, amekusaidia nini? Yamekuwa ni matukano, yamekuwa ni mambo ya kudharau. Lakini neno linakuja kwako kutia moyo wewe ambaye umechukua maamuzi sahihi ya kusema tupotelea mbali dunia na iacha, nia ya mwili na iacha, matatizo haya na yaacha, mimi mambo ya dunia nimeacha, baba na mama nimeacha, nimeamua kuambatana na Kristo. Anakuambia sasa usiogope. Amen. Anasema nayajua, maana yake anafahamu. Kuna wakati tunajihisi kama Mungu mbona haoni, mbona hanioni kwenye taabu hii, lakini yeye anafahamu kuliko unavyofikiri wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Anafahamu maombi yako, anafahamu namna unavyojitoa kwenda kufunga na unafunga na kuomba. Mungu anajua. Anafahamu na matukano ya wale watu wanaokuambia hivi, tangu umefunga na kuomba umepata nini? Anajua.
yasikurudishe nyuma, yasikukatishe tamaa, yasikuvunje moyo. Wewe endelea kusema ya kwamba nitatenda haya kwa sababu sina cha kumlipa Yesu kwa yale aliyonitendea mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna wakati tunafundishwa vibaya. Kuna wakati tunafundishwa kwamba ukiokoka baraka tele. Tena kuna watu wanasema, ni kweli wanasema, yaani tutafika mbinguni tumechoka. Acha tufike tumechoka. Kwani Yesu mpaka alikufa. Yesu mpaka alikufa alikuwa hajachoka. Mpaka alilia machozi ya damu Yesu Gethsemane. Alilia machozi akasema, Baba ikiwezekana kikombe hiki niepuke. Anasema nimechoka. Mwili roho ilazi, lakini mwili ni nini? Ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Acha watu wanaokuambia wao mtafika mbinguni mmechoka. Kama mkujikanakana kila siku kujikana kwa ajili ya Yesu. Kuokoka alikubarikiwa, Ibrahimu alibarikiwa, watakupa mifano mingi. Waambie ni kweli, lakini nami nina neno lingine. Walikwambia imeandikwa Ibrahimu alibarikiwa, waambie tena imeandikwa kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Jipe nini? Moyo, ili kuondoa hofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo wengi wamekuwa na hali na mashaka, na ndio maana wengi sasa hivi wamegoma kujitoa. Kwa sababu kuna matukano ya watu wanaoenda kukudhihaki. Wanakuonesha kwamba wewe unakosea kujitoa kwa moyo wote kwa Mungu. Wanakuja kama wanakupenda, wanakuhurumia, wanakushauri, wanakuambia wewe mtu aliyeokoka inabidi abarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie mpendwa, mpaka sasa mimi nimbarikiwa. Amen. Lakini nimepata neno pia imeandikwa, msiogope hayo yatakayowapata. Naijua dhiki yako, najua taabu yako, najua na njaa yako ambao huwa unalia. Unapokuwa kitandani unatafakari, unasema Mungu nikumbuke, anajua. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka nje unakutana na sinagogi la shetani liko hapo linakucheka. Wanaambia mwanamke kusali amevaa vitambaa. Sikujizehesha tu huko. Mbona unajizehesha? Inabidi mwanamke asali huko na melemeta, si ndio? Waambie hivi, na yajua hayo ni matukano ya sinagogi la nani? La shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ila Bwana ameniambia itapata dhiki siku 10. Bwana Yesu asifiwe. Sina budi nipite katika hali hii kwanza. Kabla ya kuyafikia mafanikio yangu, inabidi kwanza nipite katika hali ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu ni Kristo Yesu anatupa neno la faraja. Usifike mahali unamwacha Mungu kwa sababu ya chakula. Bwana Yesu asifiwe. Inabidi ukumbuke kwa amesema usiogope. Pamoja na njaa yako anaijua Yesu. Amen. Anasema ingawaje wanasema wewe ni maskini, lakini Yesu anasema wewe ni nani? Ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Wanasema kanisa gani? Hapana. Ukiona mtu yoyote anatafuta kwenda kuabudu mahali ambapo mafanikio yameshafika, Amen. Haleluya. Amen. Ndio ile nia ya nini? Ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani watu wanataka wakienda kuabudu mahali wakute tayari viti vishawekwa, wakute kanisa lishajengwa linashawekwa na vioo, vyombo vilishanunuliwa. Mahali hapo sasa hamna michango. Amen. Sasa namuuliza, hicho kitu ulichokalia alikinunua nani? Amen. Alikishusha Yesu kutoka mbinguni? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wengi wanaogopa kwenda kuabudu mahali ambapo wakikuta mahali hapa kanisa halijajengwa wanasema hapana, wanakimbia, wanaogopa michango. Na wachungaji wengine na watumishi wengine tumefika mahali ambapo tumesahau hili neno. Kuna mahali ambapo nilienda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikakuta kuna mama wanampenda sana Mungu, wale wa mama. Sasa nikafika pale, wakaanza kuniambia, wakasema wewe mtumishi acha. Yaani hapa tuna madeni kanisani. Kanisa linatudai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka kudai. Yaani wewe acha. Yaani sasa hivi sisi haya mambo tunayozungumza sio ya kuwa rohoni, kusoma neno. Tutasoma neno wapi? Tuko busy kutafuta kazi ili tupate madeni ya kulipa kanisani.
yako makanisa ya namna hiyo yameacha nia na kusudi. Yesu anasema hivi, ole wenu ninyi waandishi na Mafarisayo, kwa maana mnatoza sadaka hata za mnanaa, hata za mchicha, za binzari. Mna uwezo wa kutoza sadaka vitu vidogo vidogo, mnachuncha mbu, mnameza ngamia, lakini mmeyasahau mambo ya adili na imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna mahali unaenda, wawezekana umekutana na mahali kama hapo pamekuvunja moyo mpaka unashindwa kwenda kanisani. Unasema makanisa yamejaa michango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umekutana na watakao fedha, umekutana na wenye nia ya mwili wanaopenda fedha, kwa sababu Mungu hakututuma tukalete fedha mbele zake. Mungu ametutuma wachungaji kuzikamilisha roho za watakatifu, ili wapate kuitenda huduma itendeke na mwili wa Kristo ujengwe. Sasa nikija kwako nikaanza kukwambia kwa kuwa wewe ni maskini, una uwezo wa kuchangia, una uwezo wa kutoa, nianze kukuharasi sana kiasi cha kwamba wewe ukose hata ujasiri wa kujiamini katika imani. Badala nikuinue, nikujenge katika imani. Huyu ni Yesu anatuma taarifa kwenye kanisa, ili kanisa rasmi analitumia taarifa, analipa neno la ujasiri. Anasema usiogope hao wanaosema wewe ni maskini, wewe ni tajiri. Anasema wala usiogope wale wanaokutukana, wale ni sinagogi la Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi najua mambo yako, najua matendo yako, najua maisha yako, najua kipato chako, anajua moyo wako ulivyo tayari kumtumikia, anakufahamu. Lakini wengi wameacha kabisa. Anakuta mtu mwingine akwambia hao, sasa usipotoa hivi. Sasa nikamuuliza mama, wewe mama, hebu sikiza vizuri kidogo, naendelea na mfano wangu, si ndio? Amen. Hebu pata muda wa maombi. Akasema wewe, mimi kila siku ninatafuta vibarua. Nilikuwa nimeenda kijijini huko. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wako busy kufanya vibarua, wanafanya vibarua. Tena kwa manunguniko makubwa, wengine mpaka wanatamani hata kulia. Unasema yani mchungaji alisema tusipofanya hivi tunakufa, tunaenda jehanamu, hatutamuona Mungu, hatutafika mbinguni. Kwa hiyo hawana muda wa kusoma neno, hawana muda wa kuomba, wako busy kutafuta fedha wakalipe michango ya kanisani. Michango pale kanisani imekuwa mingi. Yaani hata ukienda kwenye lile kanisa ukakuta wameshajenga, unakuta wana taarifa za michango iliyopita nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mama akasema, kwa hiyo kuna diary pale, unakuta wamekuandika, unakuta wamechora majedwali pale. Kwa hiyo kuna mchango wa kwanza wanakupangia kabisa wewe, wanakuangalia hali yako kidogo, kama umevaa kanguo kabei kidogo, wanaandika huyu atatoa $100,000. Huyu mchango wa nini wa ujenzi atatoa $200,000. Wanaenda kwenye mchango sijui wa nini, mambo mengi. Kwa sababu hiyo wale watu anaenda anajumlisha pale, jumla ni kama $600,000. Mtu huyo anatakiwa ahakikishe mwaka huu anatoa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa badala aanze kumtafuta Mungu, aanze amfurahie Mungu, anakaa pale nyumbani, akili yote, mawazo yote, anasema Mungu wangu mimi nimeambiwa nisipotoa siendi mbinguni. Kwa hiyo wamekata tamaa. Nikamwambia mama, pole. Bwana Yesu asifiwe. Yote hiyo ni nini? Wanasahau wachungaji. Tumesahau. Na wewe kwa sababu umekutana injili kama hizo, umekufa moyo. Mwishowe washirika wameanza kukimbia. Akikuta mahali kanisa halijajengwa, anasema ili kanisa hapa nikimbie, maana patakuwa na mahali pa michango. Anakimbia, anatafuta mahali ambapo walishagajenga tena mjini, ambapo hawezi kumfuatilia juu ya maendeleo ya pale. Anajiingiza hapo ndo anasali. Bwana Yesu asifiwe. Maana si kwamba hatoi kwa sababu hana cha kutoa, ama si kwamba hatoi kwa sababu hana vingi vya kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nikikuona utoi, unajua hauna cha kufanya cha kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno la Mungu linasema usiogope, maana wewe utajiri. Amen. Ukiwa na ujasiri ni utajiri.
Ujasiri wa imani katika Kristo Yesu. Ukijisikia wewe ni jasiri wa imani katika Kristo Yesu, wewe ni tajiri. Amen. Ukisikia wewe una matumaini ya kutosha wala huna shaka na maisha yako, wewe ni tajiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe.